Karibu tena mpenzi msikilizaji wa The God Voice. Karibu sana katika mwendelezo wa wiki ya msamaha na ukurasa mpya. Leo tunagusa eneo nyeti sana katika safari na katika maisha ya ndoa nyingi sana na mahusiano mengi. Kusamehe huku bado unaumizwa. Wengi hudhani kwamba kusamehe ni kusahau au ni udhaifu. Sio kweli. Kusamehe sio kusahau, na kusamehe sio kudharau maumivu. Isipokuwa kusamehe ni tashi. Sasa leo kupitia The God Voice tutajifunza na tunaifungua kweli hii ya dhati juu ya inawezekana kabisa kusamehe lakini bila kupuuza maumivu. Karibu sana katika somo letu la leo ambalo linasema jinsi ya kusamehe bila kudharau maumivu. Jinsi ya kusamehe bila kudharau maumivu. Sasa kwa nini tunalileta hili somo? Ni kwa sababu msamaha si kufuta kumbukumbu, bali ni kutafuta uhuru wa moyo. Hilo ndilo lengo kubwa sana la msamaha, kwamba si kufuta kumbukumbu, kwamba haujaumizwa uzisahau. No, msamaha ni kutafuta uhuru wa moyo, kwamba moyo wako unakuwa huru katika kile ambacho unakiishi kwenye maisha. Sasa viko vipengele kadhaa ambavyo tunapaswa kuvielewa vizuri na kiundani zaidi juu ya hili somo na juu ya maisha ya msamaha. Katika somo letu linalosema kwamba kusamehe lakini bila kupuuza maumivu. Sasa moja ya kipengele ambacho tunatakiwa kukielewa kwa kina sana na kwa vizuri kabisa, na kwa kiunagaubaga, kipengele kinasema kwamba msamaha sio kukataa, sio kukataa kwamba haujaumizwa. Sio kukataa kwamba haujaumizwa. Hili sio lengo la msamaha. Unapokataa kwamba haujaumizwa haimaanishi kwamba unasamehe. Hakuna haja ya kusamehe kama haujaumizwa. Sasa tunasema kwamba kusamehe haina maana ya kusema kwamba haikuwa kitu, kwamba upuuze kile kitu ambacho umekosewa. Sio kweli wala sio sahihi. Usiseme kwamba haikuwa kitu wakati kilikuumiza, wakati kilikujeruhi. Huo sio msamaha, na kwa kusema hivyo haimaanishi kwamba umetoa msamaha, wala sio nia ya msamaha. Maumivu yako kwanza ni halali. Unataka kujua kwamba maumivu yako ni halali. Yale maumivu ambayo umeumia, unaweza ukalalamika, unaweza ukalaumu, ni halali kabisa yale maumivu uliyopata, na ni haki yako kuzungumza kwamba umeumizwa. Lakini sasa yale maumivu yako unatakiwa kuwa makini. Tumia sauti yako kulalamika kwa Mungu, sio kumuumiza mwenzi wako. Unapokuwa uko kwenye maumivu, usitumie sauti yako kumlaumu mwenzi wako. Tumia sauti yako kulalamika kwa Mungu. Kwa nini tunasema kwamba tumia sauti yako kulalamika kwa Mungu? Unapotumia sauti yako kulalamika kwa Mungu, Mungu huwa anaponya nafsi na kuiweka huru, hata kabla ya hisia kukubaliana na ile hali. Lakini Mungu huwa anaponya roho, analeta uhuru wa moyo. Sasa unapotumia nafasi yako ile na sauti yako ile kumlalamikia Mungu, kumlilia Mungu, inakupa nafasi ya wewe kuanza kuponya roho ili uweze kuachilia msamaha kabisa. Lakini unapotumia nafasi yako kumlaumu mwenzi wako, hii inaweza ikakupelekea wewe kuweza kuleta majeraha kwa mwenzi wako kwa kumlipiza kisasi, wakati hilo sio dhumuni la maisha yenu. Sasa Nigeria mojawapo tunamuona Yesu Kristo mwenyewe alikuwa akilia pale msalabani, akiwa anasamehe, anamlilia Mwenyezi Mungu, anamwambia Baba wasamehe, analia mbele ya Mungu. Kwa nini? Hakutumia sauti yake kuwalaumu kwamba mimi nimekuja kuwasaidia, lakini ninyi mnanijeruhi, mnaniumiza. Badala yake alitumia sauti yake akilia mbele ya Mwenyezi Mungu, uwasamehe Baba. Akilia manake nini? Alitambua kwamba anaumizwa, lakini Mungu pekee ndiye anayeweza kumsaidia.
Hilo ndilo dhumuni ambalo unatakiwa kutambua katika swala zima la msamaha katika kipengele chetu cha kwanza, kwamba hautakiwi kukataa kwamba haukuumizwa au haikuwa kitu. No, maumivu yako ni halali na unatakiwa uyakubali, lakini tumia sauti yako kumlilia Mwenyezi Mungu na si kulipiza kisasi kwa mwenzi wako. Lakini kipengele kingine ambacho tunatakiwa kukielewa juu ya msamaha, tunasema kwamba msamaha ni maamuzi kabla ya hisia. Hilo ndilo jambo ambalo unatakiwa kuelewa juu ya msamaha. Msamaha ni maamuzi kabla ya hisia, yani kabla hisia hazijakubaliana na kuachilia, lakini unatakiwa kufanya maamuzi ya kusamehe. Huo ndio msamaha. Usisubiri upone ndipo usamehe, anza kusamehe ndipo upone. Yani kwenye kipengele cha msamaha ni maamuzi kabla ya hisia. Ninachokushauri ni kitu kimoja, kwamba jifunze kusamehe ndipo upone. Lakini wengi huwa wanasema kwamba mpaka nipone ndo nisamehe. Hapa nikwambie kabisa kwamba huo sio uhalisia wa msamaha. Uhalisia wa msamaha ni kusamehe alafu uponyaji unafuata. Maana yake roho inatakiwa kuwa huru ili sasa fikra yako iweze kutulizana. Lakini ukisubiri msawazo wa fikra wa hisia kwamba sasa umekubali unatakiwa kusamehe, no, unatakiwa usamehe ndipo upone na sio upone ndipo usamehe. Huu ndio uhalisia. Usisubiri hisia zikubaliane, isipokuwa ruhusu maamuzi ya moyo ya kusamehe ili uponyaji uweze kufuata, kwani kusamehe ni kutafuta uhuru wa moyo na si kutafuta uhuru wa hisia. Hisia zitakumbuka, akili itakumbuka, itaendelea kuleta ile kumbukumbu, lakini maumivu moyoni yanakuwa yameshatoweka. Kwa hiyo jifunze kusamehe kwa maamuzi hata kabla hisia zako hazijakubaliana na maumivu. Lakini pia tunasema kwamba uamuzi wa kusamehe au uamuzi wa msamaha huanza kisha kabla ya huanza kabla haujafika moyoni. Yani maamuzi ya kusamehe unatakiwa kuanza kwanza kichwani kabla haujafika moyoni, kwamba akili yako lazima ikubali kwamba inatakiwa nisamehe kabla hata haujafika moyoni. Unapokubali kwenye fikra, roho yako inaanza kupokea yale maamuzi. Roho inapopokea, uponyaji unafika ndani ya roho. Sasa uponyaji unapofika ndani ya roho, manake hapo sasa nafsi yako inakuwa huru. Kwa nini inakuwa huru? Manake kuanzia akili ilianza kutengeneza kwamba ninapaswa kufanya maamuzi ya kusamehe. Ninapofanya maamuzi ya kusamehe, manake moja kwa moja inanisaidia uponyaji wa nafsi unafuata. Lakini pia tunasema kwamba kusamehe sio kutoa nafasi ya kudharaulika tena. Hicho ndicho kipengele cha tatu. Unatakiwa uelewe kwamba kusamehe sio kutoa nafasi ya kudharaulika tena. Msamaha sio kuruhusu udhalilishaji uendelee, bali ni kuchagua kutomiliki chuki. Tunaposema kwamba msamaha sio kuruhusu kuendelea kudharaulika, isipokuwa tunaruhusu kuendelea kubeba chuki moyoni. Unapoendelea kubeba chuki moyoni, maana yake haujisamehe. Lakini unaporuhusu ile chuki kuondoka, maana yake huo ndio msamaha. Lakini kwa nini tunasema hivyo? Tunasema hivyo kwa sababu unaporuhusu chuki iondoke, haijamaanisha umekubali kudharaulika, isipokuwa umefanya uponyaji wa nafsi, maisha mengine yaweze kuendelea. Lakini katika hicho kipengele pia cha kusamehe, sio kwamba kuendelea kutoa nafasi ya kudharaulika. Unatakiwa kuelewa kwamba unaweza kusamehe na bado unahitaji mipaka mipya ya heshima. Sio unaposamehe kwamba basi uendelee kudharaulika. No, una uwezo kabisa wa kusamehe na bado ukatengeneza mipaka mipya ya heshima. Ni kwa sababu gani? Unaposamehe haimaanishi kwamba wewe upo tu kustahimili aibu au dharau. No, ila unaposamehe una uwezo wa kutengeneza mipaka mipya kabisa ya kuendelea kuishi kwa heshima. Kwa hiyo
kusamehe haimaanishi unaendelea kufungua mipaka yako ya kudharaulika, isipokuwa unaondoa chuki ya moyoni, lakini pia una uwezo wa kusamehe na ukatengeneza mipaka mipya ya heshima. Kipengele kingine ambacho tunatakiwa kuelewa pia juu ya msamaha, kusamehe ni kukubali kuhisi maumivu na kutoa uhuru. Hicho ndicho kipengele ambacho unatakiwa kukielewa juu ya msamaha, kwamba umekubali kabisa kwamba umehisi maumivu, lakini sasa unatoa uhuru. Lakini sasa unapotoa uhuru, maana tunasema kwamba umekubali umeumia, lakini sasa unatoa uhuru wa nafsi. Uhuru wa nafsi maana yake nini? Kukubaliana na maumivu. Unapokubaliana na maumivu, sasa nafsi yako inakuwa huru. Inapokuwa huru, maana yake hauna tena muda wa kuweza kuanza kutafuta kisasi, wa kuweza kuanza kutafuta nini kwa nini, isipokuwa nafsi yako inakuwa imekubali na inakuwa huru. Sasa msamaha ni kujipa nafasi ya kupona bila kumweka mtu jela ya moyo. Maana yake tunasema kwamba unapomsamehe mtu unamuondoa mtu kwenye jela. Maana yake umeruhusu upone nafsi yako, lakini bila kumweka mtu kwenye jela ya moyo wako. Moyo wa mtu una jela ambayo inawafungia watu, lakini unapoweka msamaha, maana yake umeruhusu upone, lakini pia umemuondoa yule mtu kwenye jela ya moyo wako, ambapo wengi huwabakiza watu kwenye jela za roho zao au za mioyo yao, wakiwa wamefungwa huko. Kila akimwona anajua kabisa kwamba huyu nimemfunga kwenye jela moyo wake. Manake nafsi yako hujaruhusu ipate uponyaji, lakini unaposamehe unamtoa kwenye jela moyo wako mtu, lakini pia unaruhusu uponyaji. Hapo kwenye kusamehe ni kukubali kuhisi maumivu na kutoa uhuru. Jambo lingine unatakiwa kulielewa ni kwamba maumivu hayaondolewi kwa kulipiza kisasi, bali kwa kumwachia Mungu kisasi hicho. Maumivu ya moyo ni ngumu sana kuyalipa kwa kumlipiza mtu kisasi. Sio unapolipiza kisasi kwamba ndio umeondoa maumivu. No, una uwezo wa kutengeneza maumivu mengine, isipokuwa maumivu ya moyo yanaondolewa kwa wewe kumwachia Mungu kisasi hicho, kwamba Mungu, nimekubali haya maumivu, lakini ninayaacha kwako. Naomba unipe uhuru, mimi niwe huru. Naomba unisaidie niweze kuwa huru katika hili swala. Kwa unapofanya hivyo, kumwachia Mungu na kutokulipiza kisasi, unaruhusu uponyaji. Maana umehisi maumivu, lakini unatafuta uhuru wa nafsi ili maisha mengine yaweze kuendelea. Lakini mwanadamu hana kibali cha kuleta uponyaji wa nafsi kwa kulipiza kisasi, bali kwa hayo ni kwa Mungu mwenyewe tu ndiye anayeweza kulipiza kisasi. Biblia inazungumza vizuri, ukisoma Warumi 12:19, yani sura ya 12 na mstari wa 19, inaeleza vizuri kwamba wewe mwanadamu hauko kwa ajili ya kuweza kulipa kisasi ili upate uponyaji. Hapana, hayo mambo ya kisasi na nini ni ya Mungu mwenyewe, lakini wewe unachotakiwa kufanya ni kumlilia Mungu na kumwachia Mungu aweze kukupa uhuru na uponyaji wa nafsi. Hivyo ni moja ya vipengele ambavyo vya msingi sana. Ukivielewa na kuviishi, una uwezo wa kufungua ukurasa mpya na maisha yako yakawa marefu na yamejaa furaha na bashasha kubwa, kwani kusamehe si kumweka mtu jela ya moyo wako, isipokuwa ni kumweka mtu huru na maisha yakaenda vizuri ukiwa una amani toka rohoni. Sasa kwenye maisha, jifunze kujisamehe. Jifunze kujisamehe. Kabla haujawasamehe watu wengine, jifunze kujisamehe wewe. Lakini pia ili uweze kusamehe, sasa kwenye maisha pia jifunze kujisemea maneno haya ya uponyaji. Yatakuponya nafsi. Jitengenezee tabia ya kujisemea haya maneno, ukisema nakataa kuwa mfungwa wa maumivu. Nimesamehe, lakini si kudharaulika, bali kumwachia Mungu. Jifunze sana kujisemea kukataa kuwa mfungwa wa maumivu. Umesamehe, lakini si kudharaulika, bali kwa kumwachia Mungu. Unapokuwa mfungwa wa maumivu, muda wote maumivu yamekushikilia, maana yake hauwezi kuishi maisha mazuri na maisha yenye amani. Je, kuna mtu ulimshikilia rohoni kwa muda mrefu kwa sababu tu ulizani kwamba hastahili kusamehewa? Sasa leo andika watu 5 ambao ulikuwa hudhani kwamba huwezi kuwasamehe, na utengeneze
utayari kabisa wa kuwasamehe toka rohoni, ili uweze kufungua ukurasa mpya wa maisha yako ndani ya mahusiano na ndani ya ndoa. Karibu sana katika somo lijalo. Hii ni The Gold Voice na mimi ni Master Trainer wako Tiba Jacobo. Usisahau kusubscribe, kukomenti, kulike na kushare na mtu mmoja, ili tuweze kuponya mahusiano yake.